nini, ukitaka maisha nini, ukitaka maisha nini, everything kwa Michael Jackson utaweza kuona. That's why people walikuwa wakimuona Michael Jackson, they were faint, watu walikuwa wanazimia, umeona mtu nimemwona Michael Jackson, nimemwona nani, watu wanazimiaga. Sasa ikija sasa tena kama umemwona Michael Jackson huyu hapa, unapoteza hapa. Sio kwamba labda ni kwa sababu wengine wanasema sisi wasanii wote tunawekwa nini majini, sisi tunavishwa nini, tunavishwa, lakini no, it's love. Guys, watu walikuwa wanampenda Michael Jackson because of what he did, umeona kwa kile ambacho alikifanya. Lakini tumekuja kuiona nyimbo moja hapo inaitwa Last Kush. Unajua hii nyimbo ni ya muda sana naweza kusema kweli, lakini ikipigwa kama sasa unaiona kama ya jana. Kwa sababu gani? Iliandikwa kutokana na mazingira ya vijana ambao sasa wanaishi, umeona bana. Alafu huyo mwandishi man, yo, what's up? What do you think to write this song about Last Kush? Bwana, it's a story ndefu sana. Just a little bit short. I know. To summarize. Niliongea na wewe to summarize so many times about this song. Ndio. Ulikuwa unanipa majibu tofauti. Sawa. But I want this you last kwamba TP alisema nyimbo ya Last Kush inahusiana na nini? Kwa sababu ukisema Last Kush ni I'm sorry guys, kwa wale vijana wetu wale ambao wanatumia vitu ambavyo mihadarati. Yes, of course. That's what I'm talking about. Kwamba I'm quit now, it's last. Yeah. Let me go back to the society. Normal life, of course. Yeah. What did you mean? Hivyo unavyoongea wewe uko sahihi kabisa. Kwa sababu inapofika muda kuna muda mwili kama mwili unatakiwa uwe huru na amani. Fresh. Umeona bwana. Alafu kuna kitu jana nilijifunza kabla sijaendelea na ile kujibu swali lako guys Okay. Bwana, Kiswahili ni lugha tamu sana. Kiswahili ni lugha tamu sana. Na nimejifunza sana kwa sababu najaribu sana sasa hivi kutokuongea English ninapokuwa kwenye media. Yes, ingali kwamba mtu akinichokoza ndio itabidi sasa apate zile pointi tatu. But let me tell you something. Sorry. Sijui labda umefikiria nini. Ndio. But for me naweza kusema kwamba sasa hivi wanamuziki wanaimba Kiingereza kwa sababu muziki uko international. Ndio. So when you are ukiongea English kwenye interview, ndio, don't you mean like unajivua? Kuna nyimbo moja inaitwa Mwanza ya Fikio. Ndio. Anasema mtoto Afrika kichubua, mtoto wa Kiswahili akijichubua haimaanishi anaokimbia Uafrika. Ndio maana yake. What did he mean? Kwa sababu Fikio alikuwa na makunyanzi. Yes. Alikuwa ngozi yake ukisema pimples alikuwa nazo kama Richard Mavoko. Richard Mavoko alikuwa na madude hivi. Sasa lakini Fikio alikuwa na zile kama matovi fulani hivi. Nakumbuka akaenda kwa specialist yake hospitali, akashauriwa, akafanya hivi, akatumia dawa yakasepa. Ndio maana akamwambia mtoto wa Afrika, mtoto wa Kiswahili akijichubua, mtoto wa Kiswazi akijichubua haimaanishi kwamba anaokimbia Afrika. Uko sahihi kabisa. So when you speak in English, ndio doesn't mean kama unakimbia huko sisi wako, but itakuwa uko international. Of course, Kwamba when people see you TP, umshikaji kwa ni mtu. Ndio. Unajua kuna kipindi cha mwanzo uko unaniongeleaga ona. Ndio hapo nitakarudia hapo sasa. Nitakarudia kwa sababu unajua watazamaji wengi sana wananifahamu nadhani. Hapo lakini unazaliwa bro kila siku. Uko right. Okay. New content. New content. Najaribu kufanya new content. That's what I'm talking about. Man, I'm not here about we have a content. We have a content here. But I'm trying to make my new me. Because we are live in YouTube. Of course. Tuko live on YouTube channel yetu Zanzibar Cable right now. For sure. So that's the content. Definitely, yeah. Okay. So in the content, you want to make your content. Okay. Let's go. Thank you so much, man. Okay, I got nothing to say, man. But honestly, Last Kush nilifanya hivyo kwa sababu ya mimi mwenyewe binafsi. Nimedecide kuacha na dawa mihadarati. Yes, kwa sababu watu of course, kwa sababu unajua watu wanaamini mihadarati ni unga tu na masuala haya ya cocaine na vitu vingine kama hivyo. It is not that. Mihadarati ni kile kitu ambacho chochote kinakupa wewe tunasema exactly. Bangi, whatever and so on. Anything goes on here. So unajua tupende kuongea neno kwa sababu
kuna watoto wanaangalia for real yeah. So mihadarati yeah. So I think vijana wengi inafika muda sasa waelewe kuna muda na time limited. Yeah. Time is too short. Kuna muda ukifika unasema now I quit. Of course yeah. Kwa hiyo na miaka 35 sasa natoa ngoma ilikuwa sina miaka 35. For real? I'm telling you the truth. Iko na miaka mingapi last Push? 2017 mpaka 2025. YouTube can say. No. 2017. YouTube can say. Unajua nacheka nini? Yes. Yenye baba tunaiona ni kali kama mpaka kesho kutwa yani. Na nikiona muonekano wako wewe 2007 na sasa basi wewe kibabu bwana. Kwani kibabu. Na ndio maana tukaamua sasa hivi tutengeneze tusimamie brand zetu. Tunafanya muziki at the same time we are CEO na vitu vingine tuna manage kampuni zetu. Hatuna wasanii tuna manage lakini we still trying to increase our you know creativity in terms of making money out of our music industry. Kwa hiyo bwana niko na TIP King ndio jina lake ambalo mtaani wanamjua hivyo, lakini TIP King pia is the one of the best rapper kwa hapa Zanzibar, lakini kitu kimoja ambacho kinamsumbua TIP leo nitamwambia. Unajua ukija kwa daktari nakumbuka did you watch the movie Jesus? Ile movie ya Yesu ambayo watu wanapenda kuiangalia. Kuna ya Kiswahili na ya Kiingereza na kila lugha ipo kama kilikuu. Sahihi kabisa. Umeona? Sahihi kabisa. Wakati Jesus alikuwa amechill come on. I'm sorry guys. Wakati alikuwa amekaa na wanafunzi wake. Au ukiachana na wale wanafunzi wake, aliwatoka wanafunzi wake, akaenda kukaa na wadada, washikaji. Alikaa na washikaji, naweza kusema hivyo. Akaja mmoja kati ya watu ambao wana respect sana uwepo wa Jesus. Akamuuliza, "Bwana, kwa nini umekaa na hao watumie vitu ndio kama hiyo miadarati? Kwa nini umekaa na hao vijana watenda dhambi, wachafu?" Akamjibu vipi? Mwenye afya hahitaji daktari. Umeelewa kwamba wewe unaumwa. Sawa. Huwezi kuhitaji mtu akuumize zaidi. Sahihi kabisa. Unahitaji daktari akuponye maradhi yako. Alright. That's why kama mwenye afya hahitaji daktari. Sahihi kabisa. Hawa wanaumwa ndio maana niko nao mimi daktari wao. Acha niongee na hawa. You got me. I got you. So, sometimes hip hop tuipeleke kwamba kuna watu wanaumwa. Ndio. Hip hop is all about the truth. The truth. Takupa story hili neno leo. Mbona bana? So, niko na TP kwa jina la kwanza mimi namjua Baraka. Baraka. With a B on. Baraka. Yes, yeah. Man, you're blessed, man. I'm blessed. Of course, thank you so much. You know what it is. Anaitwa Baraka, lakini jina lake unaweza kumuita TIP King. Top in play. Tunajua kwamba hii TI ni jina la msanii tayari. Yupo Mamtoni ambaye anaitwa TI, lakini TI imekuwa ni neno ambalo limemweka mjini na kufikisha ile sehemu ya mafanikio ambayo anataka. Naweza kusema pia TI ni mshikaji ambaye kwenye hii industry ni mtu ambaye anapush sana. Lakini nilisema nitakuja kumwambia tatizo lake na itabidi tuelewane hapa isije kwa hali hip hop is all about the truth. Lazima ukweli ongelewe. Aina na mbele tofa karibu sana kwenye Cable Church Zanzibar Cable TV. Niko na Dasiwa kwenye 1 na 2 na mpaka tutamaliza hapa saa 7 kamili za adhuhuri. Ndio mchongo ambao utaishia hapa. But this time let's talk about Baraka. Kama ni TP na Kibaraka. Much respect pia kwa Mama Mucho. This time is on the TV. She's on the TV now. She's watching. And for everybody. My brother from another mama, Mujan. Yeah, man. And is it word? And Lasticus family. Is it what it is, man? All of us Zanzibar, you know. I'm telling you the truth. Much blessing. I was expecting you to where's the kid, man? Yeah, man. Unfortunately, you know. But mbaya, you know what I'm saying, is we'll talk. The secretary alikuwa lazima kuwepo hapa lakini because he's the secretary of Lasticus Entertainment. Like he's your secretary. He's the secretary. Son. Yes, he is. You know what I'm saying? He's the secretary. I'm telling you. For real. Definitely, yeah. Got to talk on the secretary. Yes, of course, yeah. Officially. Yeah, so TI. What? Nimesikia hili swala toka mwezi wa 5 kwamba bash. Okay? Na imezoeleka kila mwaka wewe unafanya hiyo street bash. Lakini mwaka huu imekuwa ni tarehe tu zinaenda. Yes, of course, yeah. Nini kipo na why?
I think ni cha kwanza naamua kufanya msimu wa 6 wa Street Bash. Yeah. Kwa sababu kwanza ndo tayari ni tamaduni. Okay. Tamaduni yangu ya hip hop ambayo ile misingi ambayo nilijiwekea mwenyewe. Na nafikiri as you can see rest of the life, I mean definitely everything. So mimi inanipa motivation sana. Kwa maana hiyo kama vile sometimes sijatoa track naangalia pepo kwanza naenda vipi. So nimeamua kuskip sitaji tarehe. Okay. Ndani ya December tu basi. Na ndio maana mwingine anasema coming soon which means December hii ambapo mambo haya yanakwenda kutokezea guys. Kwa hiyo guys sehemu ndo ile. Okay, as I told you, TAP bana ni mchizi kutoka Miembeni. Yeah. Miembeni ndio sehemu ambayo ulizaliwa, ndio sehemu ambayo umekulia, ndio sehemu ambayo mpaka sasa hivi you are in. Amen. Why Miembeni? Well, to be honest, honest with you guys, I mean, unajua mkataa kwa mtumwa, nilipoenda kusafiri kwenda Afrika Kusini, nikakaa miaka 10, nikarudi nyumbani. 10 years. 10 years, bro. 10 years, man. So nobody can tell me nothing. Hakuna mtu kuna mitisho kile. You see? You can tell me nothing. You can tell me nothing. I can't tell me nothing. Yeah, for real, man. So I know life. Na nchi moja tu ambayo nilokwenda. Ni nchi moja tu ambayo nimekaa mwezi mmoja. England. Oh yeah. Yeah, nilienda kwa ajili ya soccer, football. Really? Yeah, kabla sijawa musician. I'm a football player. You are footballer. Exactly. Kama tungekuwa na mpira sasa hivi hapa. Oh man. Kama kuna football hapa. Trust me bro. Oh yeah guys, inabidi sasa hivi kwenye chat show niwe na use equipment. I'm telling you bro, I'm telling you. Muulize mtu yeye unaweza kupiga tempo na 10. Of course, come on my nigga man. That's not possible. I'm a football player. I'm a football player. Sema fresh. I'm telling you. Kuna kipindi cha michezo hapa yupo Ru. Nitakupambanisha. Nitakuwa so excited. Tuko na msemaji wa Malindi hapa Sports Club anaitwa Namala Suleiman. Wote mtakutanisha nao. Of course, yeah. Pengine mwanangu sasa unajua tatizo lilotokezea liko sikiliza bana Alpha Alim iko hivi. Tatizo lilotokezea nimeenda kule Uingereza vizuri tu. Lakini sasa kilichotokezea ule mwezi nilokaa kule. Safahamu kwa sababu tulikuwa tuna trials na Crystal Palace ya Uingereza ya. Oh yeah. Kuna first team, second team and under 17. This is exclusive guys. I'm telling you the truth. We are live right now. Of course. Kwa maana hiyo kama kuna watu wengine ambao wanafahamu bana mbabe, but this is a real true story. Mimi maisha yangu yameanza kwenye football. Kwa ulitakiwa uende ukacheze na Crystal. Mlitakiwa? Yes, wa timu yetu ya Cape Town inaitwa Santos FC. Santos FC, yes, in Cape Town. Ukiniambia Santos unanikumbusha nini? Because yeah, my wife, she's living in Santos in Brazil. In Brazil, yeah. Okay, she's a Brazilian. Oh my goodness. So in Brazil there's Santos, but in South Africa pia kuna Santos. They have Santos. Yes, yeah. Ukiniambia Santos najua kwetu. Brazil in South Africa, Cape Town. Kwa hiyo kama kuna mtu ana simu hapo anaweza kaingia kwenye YouTube or whatever Google, just andika pale Santos FC South Africa itakuja pale chini. Okay. Kwa hiyo 2010 mimi napata injury ya ligament, yes. Okay. Kwa maana hiyo doctors wakaniambia kwamba sitokuwa be able to play a career football anymore. I'm telling you the truth, bro. Kwa maana hiyo I'm telling you the truth, bro. Very sorry. So nilipoenda kule brother, career football mikaisha hapo. Lakini football it was in my blood. Na mpaka leo kwenye damu. Oh, by the way you are talented body. Mimi you are talented boy. But ukiachana na hizo nini? Yes. You have so many things behind. Yeah, dancing, yeah. People that what that's why I say you are talented. Kwa sababu umenyima football. Yeah. Huku ni dancer. Yes. It's crazy. You know? You see the hip hop guy? He's a dancer like. Yeah, very good. Utakuta mtu msikaje just look at him. Bonge la mchizi. Yeah. You know, yeah, it's a hip hop. Yeah, for real. He's a rapper. For real. Lakini anakuja hadi wili. Hold on a second. But you know what? To be honest with you, you know what I'm saying? You know, dancing is an African culture. Okay, yeah. So doesn't mean whether hip hop or whatever and stuff like that. So me dancing is in our blood. It's in our veins. Na ni mishipa yetu Africa. So no matter unakuta Mwafrika yote yule hamna mbaye Mwafrika ambaye hajui kucheza. Kama sio ngoma atacheza asili. Exactly. Yani whatever you see. Kwa maana hiyo sasa, for instance guys, challenge moja sasa hivi. Naweza kaona Alpha, hebu toa mambo yako ya asili. Anaweza katoa hapo sasa hivi. Oya ngoja hapa nitaanza kudansi hapa. That's how life is, bro. Haya ndio maisha. Kwa maana hiyo ndio maana ikaja hiyo Street Bash. Niliporudi hapa sasa 2013 2014 January.
So it means that you got this idea from this area from South Africa. Oh, yeah. Kwa sababu kule kipindi ambacho nipo high school, kila mwaka tunafanya street bash. Street bash. Skuli, alafu mitaani vile vile wanafanya street bash. I know that even in Nairobi when I was there it was. You see what I'm talking about? So which means Nairobi pia shule za Nairobi sana. Yeah. So I think kila mtu wanafanya different basi. That's what I'm saying, because in South Africa what they do is this. Wanafanya wao, they talk to the government. They call them a street up. Wanna close street up. For real. I'm telling you. By the way, is that what you do, man? And that's what it is. But at the same time though, kuna activities nyingi zina happen over there. Car washings, over there. Drifting cars, you know, kids are playing, watoto wana playing around toys, yani viswimming vile vya kuandaa. It's almost like sports. I'm telling you the truth, bro. Come on. And maana nilipokuja Zanzibar nilifanya kile kitu, nikawaita wale watu wa Zadesa, sijui watu wafanya biashara wadogo, you know what I'm saying? We didn't see the rollers wanaoendesha viatu vya matairi. Yeah. You know, ile sisi na kwanza. From here, I can invite you. You can invite him too on the stage, yeah. You know what I'm saying? That's what it is. Have the class. Of course. I think wanaitwa kwenye ikulu. Ikulu Mnazi Mmoja. Yeah. Kuna pembeni wanaita Upendo. Ndio. Wana teach the yoga. Kuna waona pale wadogo pale. Wana teach yoga na kuna mwanangu anaitwa B-boy roller ndo anafundisha watu about the rolling day. Yeah. Yes. That's very nice. So I think hicho ni kile ambacho nataka nikifanya sasa ile official kwamba this time has to be different. Zile activities za street bash lazima ziwekwe pale, hata kama hazitakuwa 100%, lakini at least ziwepo. Yes, of course. Kwa sababu zile ndo zina the artists, everything. That's a community. That's a street bash. Community. It's all about community. I got you. Katika miaka ya kuanzia 2008 kulikuwa na nyuma ya 2008 kidogo kulikuwa na tamasha linaloitwa Wapi Zanzibar. Hivyo Wapi Zanzibar. Ile tamasha for real. Sijui ni nani alikuwa muasisi lakini lilinitoa sana kwenye shimo. Sure. For real. Alhamdulillah. Lilinitoa kwenye shimo kwamba you are the gold, bro. Wow. Why are you there? Okay. Don't stay down, man. Come on. People that want to see you, people that want to see the talented guy like you, just do something. And I did. That's what I mean. For real, as you hear. Like sasa kilicho nifanya ni nini? Lilikufa ile tamasha. Ilikuwa linasimamiwa na British Council. Umeona, walikuwa wanasimamia ile tamasha. Ngome Kongwe. Kila mwisho wa mwezi lazima lifanyike tamasha la Wapi Zanzibar. Umeona? Sasa nikija kuimagine na nikija kufikiria na hii street bash, but TI you are not doing this every single month. Of course. Unalipa gap kubwa sana. Of course. Wewe unafanya every single year. Unataka ufanye kila mwisho wa mwezi. Just the government say thank God. Serikali zetu zote mbili zina support. Kuna wizara ya vijana. Umeelewa brother? Sure. So kama ni wizara ya vijana, kama unapeleka proposal yako imeshiba, ina uweledi, why wasikusaidie? Well, unajua kuna kitu kimoja hapa nataka niwaambie mashabiki zangu hapa sasa. Unajua elimu sometimes ukiwa na elimu inakufanya unakuwa kama unadharau fulani hivi. Samahani sana. Sasa sasa bwana kitu mimi bwana kuendeshwa hupendi kabisa. Okay, yeah. But listen, what I mean. Na tutakuja kwenye point yako. Kwanza nimeongea ukweli nilokuwa nao ndani ya nafsi. Ile begging too much ways. Kwa sababu nishajaribu tayari. Ukafelishwa. Naongea uhalisia mbele ya watu. Sitaki nitaje kampuni gani tayari. Ushaenda sana. Na mango kwambia elimu inamfanya mtu sometimes aonekane anadharau sana. Ndio maana nikatanguliza amekusema hivyo. Okay. Bachelor mbili soma Sahara. Of course. Business management. Of course. You IT with accountant. You are higher than I'm telling you the truth. No. You have a bachelor. Two bachelors. Yeah, alhamdulillah. Sasa utajiuliza kwa nini mbona jamaa hana mafanikio kwenye muziki wake? Watu wengi watajiuliza hivyo yeah. Definitely yeah. Lakini natoa somo tu kwa watu wengi sana and kwa sababu una muda ningepoint kwamba new generation inakuwa kila siku. Of course. Kwa maana hiyo basi ile watu atakumbuka hii na hii umefahamu vizuri vizuri. Sasa main point is this. Nilipo invest nyuma na mpaka sasa nilipofikia ninavyosema alhamdulillah. Leo nimeposti tangazo video tu ya clip ya interview yako wewe more than 1k viewers and we are live now. I'm just talking about this.
Kwa maana hiyo na play sana with the social media. Wasanii wengi kitu wanakipuzia sana. Do you understand? Hufanyi kazi zako, huna kazi za kutoa, huna video, huna track, huna audio. Lazima uwe active kwenye social media. Of course. Somo la kwanza naambia wasanii wenzangu leo hilo. Zanzibar muziki uko very poor kwa sababu wawekezaji wapo ila wanaogopa. Nipe 5 Alpha. Wanaogopa. Na najua wanachokiogopa kile. Baraka, yani wewe mtu na akili zako kabisa unaenda kupoteza mambo yako. Umeniona vizuri kwa makini Alpha. Sasa unakuta hivi vitu kama hivi ndio vinavovunja wasanii wengi wanapokutika. Sijui na hataje 10 ambao nilikuwa tupo nao before. Here we go. We started? For real. My producer Imam Minani, where is he now? Imam Minani. He's my guy. He's a professional. He's a professional producer. He's my guy. Of course. I think he's watching me right now. Where are you, Imam? Where are you, Imam? He's really paying me for a lot. Of course, I'm talking about Poser. Director Poser. Kiyuku. Where is the guy? You know what I'm saying? Of course. Why is fashion? It's gone. It's gone. It's gone. You see? We talk about this underground. Walikuja vizuri sana. Wakina Shadow Music. Shadow Music. Yeah. They are. Wangapi? 4? 3. Wakubwa. 3, 3. Almost in black and blue. I counted. Oh, counted, right? I counted. Mabawa. Alatish. Yes. Smile. Where is Ismail? Let's kusema huyu ana hang. Ana hang. Huyu watano ana hang. Mimi nitasema where is he? Mimi nitasema where is he? Lakini ana hang. Yeah, Sultan. Where is he? For real, Sultan, where's him? I mean 6. Juzi kati ya ngoma na Zenji Boy. Chabi 6. Chabi 6, yes. Of course. Zenji yupo kwenye mfumo ule lokwambia mimi ana play with the media. He's very good. He's alive. Zenji Boy is alive. Okay, but your question is what are you doing? What are you doing? Okay, let's go. Wangapi hapo? 9. Let's go to 9. Cool Kaka. Ooh, Mafia rapper. My nigga, he's a good rapper, man. He's a good rapper, bro. Okay, I see him. Where is he? I mean, unamwona man. Yes. Juzi nilikuwa nipo kwenye masuala ya kampeni kule. Damn, man, sitaki niongee uongo, but he's a father now. He's a father. He quit everything. Yeah. Okay, let's go last one. Last one, I think, I guess. Alpha. No. I mean, hey guys, to be honest, let's finish it first. Let's finish it. We should finish first. Let's finish it. Okay, let's put that me and you. Where are we? The 10. Where are we? Yes, the 10. We are in the interview. We're in the interview. Guys, wasanii tuwe active guys. Kama hatuna hela, basi tutoke nje tukatafute hela. Oh yeah. Kwa maana hiyo kwenye industry ya music huna pesa ya kujifanya bwana sasa hivi sina hela kuvaa truck sababu sasa hivi muziki hautaki low budget. Do something. Do something. Kwa maana hiyo point yako nzuri Alpha. Baraka TIPA. Kwani unafanya every month? I wish. Okay. Nilisema nitakwambia tatizo lako TI. I wish to know my problem. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafanya hizo harakati muda mrefu. Yes, yeah. Ni mtu ambaye unajituma sana, ni mtu ambaye unaenda na time. Yeah. Tuliongelea Street Bash, where did you get the idea? Yeah. Everybody knows kwamba umeipata idea from where. Yes, of course. Yeah. That's why unakuja kuitoa idea kwa ajili ya elimu. Of course. Ya wasanii wachanga na kwa ajili ya kushare mawazo na you know there kukiwa na activity kama hizo, these activities zinafanya hata ule mtaa unakuwa na jina fulani. I wish one day ule mtaa Miembeni ule Miembeni connection. Yes, yeah. Uitwe TIP Street. Inshallah visit one day, bro. You can do that. Of course I can. Man, you can do that. Definitely, bro. That's what I say. Tuna wizara ambazo zinasimamia masuala ya vijana sasa hivi, yani kwamba wewe go with your proposal. I'll go. Nenda na proposal yako bana, mheshimiwa, mimi bana, tafadhali liko chini ya miguu yako. Hili swala nalitaka mimi. No, people wanataka ku learn from you. You know, tunataka kujifundisha. Pengine pale wakija watu watatu tu, anakuja mtu wa mambo ya afya, mtu anatakiwa kulala vipi, anatakiwa kuamka vipi, anatakiwa mwili wake kuna style fulani ya kulala ni mbaya kwako. Maybe I was learning kwenye YouTube, brother. Yeah. Uwezi amini. Nimegundua kwamba kumbe mtu akikulalia ni mahaba, sawa, kwa ambao mnalala wawili. Kama TP. Mtu akikulalia upande wa kushoto, hapa palipokuwa na moyo. Yeah. Mapigo yako ya moyo yanabadilika obviously. Of course. Kwa nini yanabadilika? Kwa sababu moyo hautaki kubanwa.
uko sahihi. Ile style ya kulala kujifunika hivi, I was addicted. Of course. Lakini sasa hivi silali kwa sababu ni kweli nikilala ile style najikuta kabisa mapigo ya moyo yana change. Yes. Ndio ile unakuta mtu asubuhi unaamka, kwani alikuwa haumwi lakini kafa kwa sababu kuna vitu ambavyo. Sahihi kabisa. Kuna milalo tunalala mibovu, kuna vyakula tunakula vibovu. Sahihi kabisa. Kwa akija mtu wa afya pale, ushaelimisha wengi. Sahihi kabisa. Akija mtu wa mambo ya kuchangia damu, tushaelimisha wengi. Sahihi kabisa. Akija mtu wa elimu ya kuhusu mimba za utotoni, tumeelimisha wengi. Sahihi kabisa. Akija artist, mwalimu wa uchoraji akikufundisha yeye kushika ile peni tu, ushaelimisha wengi. Kwa hiyo jamii pale imeshaelimika kupitia. Kwa you guys just do something. Wafuate viongozi wetu tunao. Sasa hivi wabunge wetu tumewachagua kwa sababu, wawakilishi wetu tumewachagua kwa sababu, rais wetu tumemchagua kwa sababu, na kila mtu tumemchagua kwa sababu. Yes. We need the changes in the streets. We need to change the streets. Changing. This is a change. I got you, bro. Bwana guys, mimi nachukua nice. I'm talk big thing. 2025 December shaniamsha huyu. Nilipoenda mwanzo ashanipa another way. And this is the way that I was looking for. Ndio maana nitakwambia tatizo lako. Kwamba unafanya vitu vikubwa lakini kuna kivuli nyuma hakionekani. Unatakiwa uonekane TP hapa lakini kwa kivuli cha nani? I got you. Umeona? I got you. Si mzee wamewezesha hilo. I got you. Sijui unaelewa. Mbunge kawezesha lile. I got you so much. Mwakilishi kawezesha kwa sababu kuna ile nguvu. I know unaweza ukafanya mwenyewe. Sure. Sawa. Sure. Kibali unapata wapi kama sio SMZ? Definitely. You see? Definitely. So hiyo ruksa ya kufanya wewe kwenye mtaa unaofunga mwanzo mwisho utapata wapi kama sio SMZ? Alright. Just talk to them, man. I will. They are there for us. I will. Even though that I've already, you know what I'm saying, sasa rafiki. Acha wewe, unataka mjue, acha kujue. No, you know the only thing, I'm actually, nimejua kwa sababu so kwa sababu ya the way we talk. Nimejua kwa sababu you are not here again. Unafikiria tani? No. It's not about here. It's about, yo, this is money, bro. You see? And I thought about, this is money. You know what I'm saying? And you started hapa, I think about 3 months ago. Kwenye Zanzibar Flavor Unit. Yeah, man. Unajua naongea mbele sana, najua wasanii wataipata hii taarifa. Lakini ZFU, yes sir. Urais na utaka bayana. Yeah. And that's for like that. And that's for sure. I like that. And if somebody will get with your media up, and you'll get in a group like people who think like them, the guy is kind of 5 people that already advised me like Alpha, you can be a president, and you guys, I can't. You got it. And I know. I'm telling you, trust me, Alpha. Nalikwambia history mara hapa nakwambia. So from this time I call you Mr. President. I'm telling you, I need Mr. President. Mr. President. Yes. I need to be ambassador of music in Zanzibar. International. That's my big dream is. International. To represent this country. Then you know big dream ambassador. Ison did went once. I'm a failure, bro. Why did you fail? I don't know. Why did you fail? Ask yourself. Zenji boy amekutana na ma superstars. Kuna tofauti wa ku make connection, afu kuna tofauti wa kuinvest. Not just going there, come back. Na mtoa vile vile udhaifu wake hapa. English tukitaka tusitaki kama ulivyosema ni lugha ya taifa dunia nzima. Of course. Zenji boy Kiingereza anaongea lakini coward na coward manake ni mtu mwoga, mtu maana ni mwoga. Kwa maana hiyo ukienda kule kama kivuli. Hajiamini. Sijui umenifahamu vizuri kwa makini. Sasa kuna watu fursa hiyo. You mean when he was in South Africa? Alikuwa afanya kazi na Casper. Sijui umenifahamu vizuri kwa makini. Alipiga picha na Casper Nyevest. Sasa. Yeah, Casper is a big superstar. You see? Sasa we don't want that. It's a big star. You see? Nilikuwa na expect more kama is a hip hop artist to do something more better. Nafikiri unanielewa what I'm talking about. I got you. Present this country. Man, I wish next Saturday tuje tuendelee na inshallah because tuna vitu vingi ya kuongelea. You got something, man. But we got it. Nitaongea na Debbie, tunaweza tuka kuinvite on the beats. Inshallah. In this Jumatano inayokuja. Amen, inshallah. I'm available when it comes. We'll be with you, man. I'll be so thankful. We'll be with you. Guys, okay, I got you. Okay. I feel you. I can say that. Thank you so much, bro. Why now you are busy with the touristy? Yani uko busy sana na utalii kuliko mambo mengine yoyote yale. Yeah, unajua Alpha
nataka niongee tena kwa sote sisi, nilisisitize kwa fadhakir watu. Kwa fadhakir, kuwakumbusha. Guys, nyinyi acheni, nyinyi kuna watu wanatembea na elimu zao. So, mzee fadhakir. Wewe mzee si sawa. Leo nimeingiliwa huko. You know what I'm saying? Mama Mucho umezaa bana. Yo man. I can say that. Mama Mucho amenisomesha mama, alhamdulillah. Mama Mucho kazaa. Alafu kitu ambacho naweza kusema, this mama, she's blessed. Kwamba watoto wake wote ni talented. Ukienda kwa Mucho, ukienda kwa Mujam, ukija kwa TI. Yule mdogo wangu wa kike yule nasikia naye ni good art. Mambo ya piko hii na nini. Si umeelewa? She's a talented. So utakuta kwamba ni familia ambayo iko blessed, yani. And that's why Elastic Ocean Entertainment is there, man. Oh yeah. It's for them, for us, for the whole family. I can say that I live from the family like that. Yeah, for sure. Mimi familia yangu, babangu mdogo toka nazaliwa na mkuta anapiga keyboard, ni mwimbaji. Mtoto wake alikuwa guitarist, soloist, yule na alikuwa nini. Mpaka nimekuja kuwa mimi, nobody alikuwa complaining about me, but because they know that from his father, definitely, from his family, from his legacy, it's a legacy. Yes. So kukuona wewe kwamba uko hapa sasa hivi, that you have so many things. You are footballer, but right now you are music artist, and right now you uko kwenye mambo ya tourism, right? Lots of things. Definitely. I mean, oh yeah. You know, it's very difficult to reach your goal. Oh yeah. So fast. Falling up, falling up, and that's how life is. Like kinachoshangaza nini, you have family, uko na mke na mtoto. Yeah, for sure. She allow you to do everything that you want. Yeah, about music. I mean. Yeah, for sure. Sio kila kitu. Oh, definitely. Yeah. Sio kila kitu. Okay. Yeah, she, you know, alhamdulillah. I mean, she's very supportive. She's good. Very supportive woman. She's blessed too. Alhamdulillah. Mashallah. Yeah, 100%. Whatever I do music, she's there. I want to be like you, bro. When I grow up. How do you will? When I grow up. So you're young now. Yo, man. Yeah, for real. That was cool, man. Sometimes it's good to be influenced by someone. So, you know, say you know what I'm saying. I remember, I think you welcome in the first interview. You're my influencer. You know, whatever. I'm like, damn, my goodness, I want to be Zanzibar cable. Guys, they're gonna wish. Interview shikaji wale. Nipo na yuma kitu nature, I think, Yeah. Oh yeah, but running all over. You know what I'm saying? Singing, nigga. You know what I'm saying? Different artists and stuff. Yani unachosema TIP, moja leo niwaambie watazamaji. Mimi Alpha. Wakati naanza kuajiriwa Zanzibar Cable TV 2005. Wow. 2005. Sijaondoka hapo. In next year I got 11 years in here. Anniversary is going to be. Umeona? Yeah man, that's all. Vilikuja vitu vingi sana. Zilikuja TV, zikaja radio, zikaja kampuni kubwa. Vilikuja vitu vingi na wenzangu walienda. Sure. Nikamwambia you just go. You got me. I got you. Walienda, nikawaacha wakaenda. Mimi nikabaki. Ikaja tena hapa katikati, kuna nini watakia watangazaji? Nendeni. Mimi niko. And I'm still here. You're still here. So we still need you here. Wewe dada ambaye unanipenda. Mimi mwaminifu. Well, that's loyalty. That's why I'm here in 10 years. I'm in Zanzibar Cable, and I'm proud to be here because I love you. Congratulations, man. Of course. Unapenda unachokifanya, usipende unachokipenda. Right. Okay? Au usifate unachokipenda. Nitakipenda lakini kuna siku kitanitoka. Lakini nikikitaka, I will keep it. Nitakuwa nacho. Anytime, yeah. That's why I'm here. So, maana ya halisi ya hiyo ni kwamba unapokuwa unataka kufanya kitu, Mwanafe amesema mbwa mzuri hawezi kubwekea mwewe. Mwalisia. Kwa hiyo mwewe anapita kwa unapoteza nguvu. Bro. Don't use your energy kwa kitu ambacho hakieleweki. Alright. So you man, you have your family. Yeah. You have a wife and kid, and you proud of that, and she proud of you about everything unafanya. Okay.
cause anajua kwamba mimi nimeolewa na mtu fulani. Sure. Man, nilipata shida sana kwenye relationship yangu ambayo niko nayo right now. Kwa sababu niliishi na different culture, different color, different country. Umeona bana? So nilipata shida kwa sababu wenzetu hawahitaji sana kona. Of course. Wanahitaji straight. Yeah. Hasa mimi nilikuwa mjanja, umeona? As you know. Hasa nilipokuwa mjanja, mwisho siku akaniambia, "Hey man, listen to me. You're my boy. Just go. I need this. Don't go this way." You got me? Ila nilishangaa nilipokuja kutaka kwa sasa kuachana na haya mambo ya kwamba don't be a famous, don't be another. Yeah, just stay in your lane, man. I will stay on my lane, man. You know, so hata wewe ambaye una kipaji, mwambie baba, mwambie mama, mwambie mke wako, mwambie mume wako, mwambie mchumba, sio mpenzi, mchumba. This is who I am. Akikataa the way ulivyo, usiforce. Don't live like a slave. Na huo ndo ubaya wa sisi vijana wengi tunapotea kwenye mfumo huo. Kwamba mkeo atakwambia usifanye jambo fulani na una quit. Una get lost. When you divorce, remember about where you were. It's too late. Na ndo maana tunakuja kwenye pointi sasa kwamba tulobakia Zanzibar. Sio makini. Tulobakia Zanzibar ni sisi. Huyu ukimwacha mtakutangazaji, nafikiri fani yake mnaifahamu. Yupo on air every time. Kwa hiyo huyu kwenye county yetu msimweke kabisa. Huyu hayumo. Lakini Last Kush, Zenji. Ebu top 5 artists hip hop Zanzibar. I think tuko kama watano wasio on air. I think there's no more than that. I can say these words, but I'm sorry man. Rico Singo ameondoka na muziki wa Zanzibar. Uko right kabisa. Uko right kabisa. Rico Singo ameondoka na muziki wa Zanzibar. Uko right. Rico Singo. Uko right. Uko right. Okay. Let us not talk about that. You talk too much. Nitaka ni mention before like but just let it go. Anyway, okay, tuko live kupitia Zanzibar Cable TV as I told you. Na hii ni Cable Chat Show. Nilikuwa na chat na mwanangu hapa. Unajua chatting sometimes, I swear I can tell you, from this 2025 starting till the December, sijawahi kufanya interview hot like this. Come on man. For real. For real. Nishakufanya kwenye the beats, zipo top hot. But in this, I think katika interview ambazo nitakuja kuzireview kwenye end of this month, hii ya kwanza. I'll definitely, for sure. I'll be so thankful. It's hard. I like this because I know naongea na nani. Unajua hakuna kitu kizuri kama unakujua naongea na nani. Mara nyingi nimekuwa nikiongea na ma-upcoming kwenye this show, lakini today I got some a lot of things for sure. So but man, you're blessed. Mungu akubariki sana. Na tupe tarehe ya Street Bash. Tarehe 30. Tarehe 30. Kesha. Yes, of course. Kwa sababu ilikuwa iwe tarehe 31. Lakini sasa nitakuwa na shughuli ya mdogo wangu. Kwa maana hiyo itakuwa sio kitu kizuri. Okay. Kwa nisende hashughuli mdogo wangu. Alafu nifanye show na kwa sio kitu kizuri. Lakini nitatoa ni shughuli ya Olini. Okay. Ni shughuli ya wanawake lakini as a family of course you need to participate. Kusaidia peleka hichi kwa hiyo nitakuwa nitadanganya mashabiki zangu. Ila tu nitatoa mfumo zaidi watu wanapozidi kuendelea kwenye social media zangu natumia Last Kush popote pale ukiona guys Last Kush here. So nitakuwa na put more feedback and stuff like that lakini tarehe 30 ndo siku ambayo nahitaji kufanya hii shughuli inshallah. Kwa hiyo nitaposti matangazo very soon. Baadhi ya jingles zile na vitu vingine kama hivyo na covers zile na posters and stuff like that. Alafu then baadaye tutaangalia mfumo gani tutakwenda. Lakini vijana fursa ndo zinaanza kuanza sasa hivi, nipo live guys. Kama utahitaji utanifanya DM kwenye kama ni Messenger au kama ni whatever. Lakini just Last Kush mpaka mzima. Bwana brother anahitaji kuja pale na ni bure guys. Mimi sina masuala ya formula nini yani. And just come with kuna kipindi nilisikia unatafuta msanii wako msimamia. Nilikuwa natafuta tena kwa kike. Kwa kike kwa sababu wa kiume nao lakini sasa kuna usimamizi wa kumlipa msanii na kuna usimamizi
wa kumtengeneza msanii. Okay, gotcha. Sawa vizuri huo ni tofauti kabisa. Can I ask you something? For real? I think it's my last question. Yeah, last question. What about the gangster, Maninja? This guy who was with you? Yes, Gangster Maninja was with me. But now, I saw the picture last week. Yeah. Like 1 week ago, I saw the picture you posted that. Yeah. You were with him. With him. There were a lot of guys there, and I saw him. Yes, yeah. But after nilipoongea na wewe, you asked me about gangster, and now it's exclusive. I don't. Ukifikiria kama I can ask you this question. Yeah, for real. I should ask you because nataka kujua. Yeah, for sure. Unajua leo natamka mzima wa nini kimehappen. Just short, yeah. Nilipoanzisha hip hop na jamii Street Bash ile msimu wa 5, vijana wengi wakaja. Yeah, I remember. Sawa tukaunda team. Hakuna boss, hakuna manager, hakuna mtu wote. We are team. Tukatoka 12. Wakajitoa wengine tukabaki 7. 7, 5, 3, one man army. TAP, one man army. Okay, nishakuelewa. Haina haja kumdadavua sana. Kiss me. Tushamuelewa ni kwamba ni mmoja kati ya watu ambao uliwaamini lakini so na hao wote sasa nakuja. Na point kwa hivi guys. Ndio maana nakwambia Alpha wasanii watakuja watondoka, makaka zao watatuacha pale. What about the movie? About Last Kush movies? The movie that are actually now nataka niongee kweli sasa hivi Alpha. Movie kweli underground, deep down. Mimi natengeneza movie yangu ile ya Waasi tumevamia. Waasi. Yes, Waasi yeah. Ile movie ambayo nilifanya video ya Yeah. You got the video? Ile video ile ina filamu yake. No. Last thing. Last nataka kuambia kitu cha mwisho. Mimi cha msingi bwana cha kwanza nataka niwape shukrani sana Zanzibar Cable for inviting me here. Yeah. That's the first thing I think. Thank you kwa niaba ya Allah ndo mtu wa kwanza ile swala linajulikana. Of course. So before kabla tuingie hapa nafikiri tayari guys, you know what I'm saying? And secondly, my man hosted, man is my best friend. See. Without him ila huyo afu jamani yeye msichukulie poa mtu bwana kaleta kwenye interview bwana. Yeye msichukulie poa. I don't know. Mamangu bwana sina maneno. Washikaji zangu Beach Malindi, Last Kush family, my wife, my kid, Aslan boy. I wish he was here, man. You know what I'm saying, but unfortunately, yeah. Inshallah, next interview. Hii episode, tutaendelea na episode 2. Why not? This is the first. Why not, bro? Guys, lunch on me today is my man. Pengine Jumamosi ijayo tunaweza tukawa tena na TIP. Yeah, for real. Kuna bado muda umeninyima sana. Na sio nataka muda wake lakini kuna vitu vingi sana. Yeah. Because we have I wanted to know about everything, but definitely time is limited. Time is limited. And I think we should sometimes make a short this kind of we should give some we must be counselors. Yeah, of course, we're counselors. Why can't you do that, man? We're counselors. You should do. We're counseling here. We're counseling here. Come on. Asante sana pia kwa Zanzibar Cable TV. Asante sana kwa wewe ambaye pia umeacha muda wako ukasema kwamba these guys now let me listen to them, let me watch Zanzibar Cable kama TV pendwa kwako. And the good thing ni kwamba kitu kimoja kama kijana, life haina part 2. For real. Do it now. Usikubali kuvurugwa akili. Na maanisha kwamba the first priority it's you. Kuwa wewe kwanza alafu ndio wafikirie wengine. Mimi waga hii kauli napenda kuitumia sana kwa washikaji zangu ambao mna moyo wa kutafuta maisha. Ukitafuta kwa ajili ya fulani basi utakufa kwa ajili ya fulani. Ukitafuta kwa ajili yako you will die for you. That's what I'm talking about. Nakuja kwa mama Muncho chapati kama zipo. Na hiyo chapati zangu. Asante dasiwa kwenye 1 na 2. Hii ni Zanzibar Cable TV, as I told you. Nikutakia pia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kupitia hapa. Cable Chat Show nyingine itakuja episode 2 itakuja Jumamosi nyingine jana muda kama wa leo 6 mpaka 7 kamili. Na usiache pia kuangalia The Beats kwa Jumatatu hadi Alhamisi. Mimi naitwa Alpha Halim, unaweza kutufollow kwenye Instagram kama Alpha oh my god kama Zanzibar no excitement I quit Instagram 3 years now. Nina miaka 3 mimi nimeachana na Instagram. Yeah, for real. Nimeachana na Instagram, nimeachana na TikTok, nimeachana na nini. Nimequit social. Nimekuwa mtu ambaye ni mimi. So
kama unatamani kuwa kama hivyo, pia ni maisha huru ambayo hayana utumwa. Ila kwenye kazi tunaweza tukakutana huko social, ila kwenye maisha ya kawaida hatuwezi kuonana sehemu yote. Nikutakie Desalo Washington number 2. Uliniambia huu msemo ulikuja kwa sababu mshikaji alinichana bwana. Alinichana. Ilikuwepo show ilifanyika Entebbe, mimi nilikuwa na perform mimi na Darasa na Warda Baby. Yeah, of course, yeah. Asfu kijana akaja kwenye show, nilimwambia aje kutusupport, akaja na timu. Hapo alipokuja pale hakuperform kwa sababu ya muda ulikuwa mdogo. Bana nilizagaa kwenye mitandao ya kijamii. Huyu Alpha Bwege kwani yeye nani bwana? Mimi bwana hip hop is all about the truth. Mimi nasema ukweli bwana. Wewe usemi ndio ulitokea. Wala tutane kijana.